Funguo namba 1, wanawake, uonesheni uaminifu mnavyoitunza swala. Uonesheni uaminifu kwenye mali za mume. Umefua nguo ya mume, kanzu, suruali, umekuta 50,000, unatakiwa uiweke wapi jamani? Mezani, sio yako. Sasa wanawake wengi leo wakifua, sikilizeni bwana mmoja wakati natoa muadhara amenipa ushuhuda. Anasema, Mwalimu Dimoso, mimi mke wangu mimi safi, najivunia. Hebu tuambie kidume, wewe unajivuniaje? Akasema, mimi mke wangu juzi nimesahau shilingi 50,000. Nimeenda sokoni nikashtuka tahamaki, nimesahau. Karuka hewani, mke wangu nimesahau hela. Ndio mume wangu, mimi Muislamu, nimeziona. Shilingi ngapi? 30,000. Anamwambia, mbona 50 umehesabu vibaya? Yaani huyu kidogo ananafuka, piga ngapi? 20. Nyi wenzangu mnapiga ngapi nyie? Nyie mnaniangalia hapo, mnapiga zote? Vibaka wakubwa nyie. Ni channel. Wallahi, lengo la kufanya hizi ibada, enyi umma wa Kiislamu, lengo la kufanya hizi ibada hizi, kuswali sio lengo, kufunga sio lengo. Lengo ni kumtengeneza binadamu abebe ubora wa tabia. Tunaswali tujenge uaminifu. Tunavyokuwa uaminifu kwenye swala, tunatakiwa tuoneshe uaminifu kwenye maisha. Kuwa mwaminifu kwenye mali za watu. Mke umeolewa, kwa nini uwe mwizi? Leo unawekwa dukani unaiba. Nimekwenda mkoa mmoja Morogoro, kuna mwanamke ameolewa na mmewe, yuko dukani, mume hesabu hajui vizuri. Mke anaiba hela, anapeleka Dar es Salaam kwa mdogo wake. Mdogo kanua kiwanja, kajenga nyumba. Yule mume alivyofilisika, mke kaanza kuleta figisu na ndoa imekufa. Matokeo, mke kaondoka zake Dar, yule mwanamume analima kibarua, hana hata sentano. Kuna baadhi ya watu ndoa zinawaharibia maisha yao, ndoa zinawaharibia uchumi wao. Baada ya kuoa, mambo yote yanaharibika. Unamseti mke aje kama mke, mwenzako anakuja kama ATM.